Mzigo unaanza na wamashangas bana wa KGNZ kutoka Niger. Uchache wa chipsi ndo wingi wa nyamanyama, mishkaki, wingi wa lanalana, zigoshazi, na ukisogelea uwe na zanazana, full packed, maana toto zilikuwa za moto kinoma. Kwenye hili kundi lao kila mmoja hazi story kwenye maisha yake, na hasa upande wa mahusiano. Hawa wote walikuwa na struggle kinoma, kiasi kwamba bado walikuwa hawajaseto, na kwa bahati mbaya hata iji yao ilikuwa inawakajala masanja. Tuanze na huyu. Chuma kinaitwa Temiola aka Temi. Body fulani hivi kinanda kimenyoka kama Gertrude Mwita aka Kibibi wa series ya Huba. Na huyu sasa kwenye hili group alikuwa ndo most expensive wine. Huyu by professional alikuwa ni wakili kabisa, lakini maisha yake pembeni na kazi yake, especially kwenye mahusiano, hajawahi kuwa sawa. Ana huyu ex wake ambaye anaitwa Ayo, ambaye aliwahi kumtenda vibaya sana kipindi cha nyuma, na hata kimove on the guy amekuwa anarudi anamuumiza tena, na last time ilikuwa mbaya pia, akawa na move on na akawa na mtu mwingine kabisa, na the guy pia akawa amerudi na akajikuta amempa tena tunda, alafu yule bewa wake akajua akamind. Na bahati mbaya zaidi pia mwamba baadaye akaja akafariki. So toka hapo bibie bado akawa hajapona kabisa kuhusiana na mapenzi, na akawa anachukia kabisa, na hata akiona kwenye TV ile Jux na Priscilla akawa anahisi kutapika. Kwenye kundi lao pia kuna ubidada bana bades kabisa anaitwa Nkemi. Huyu hana mastori mingi, akikuelewa na kutongoza yeye mwenyewe. Ni mtu fulani wa bata, gigigi, sexy body, kinanda, not big big, na ni muhuni kweli kweli wa kiwango cha Sinza. Lakini haya yote kwenye maisha yake itokana na kipindi cha nyuma aliwahi pia kufall in love na akampenda mwamba, lakini baadaye mwamba akaja akamtema, so zile stress akaamua kujibadilisha na akawa muhuni namna hii. Mwingine kwenye kundi lao ni ubidada bana ustadhatu mwenyewe wa kuitwa Aisha, na yeye ndo peke yake kwenye kundi lao ambaye yupo kwenye ndoa na na mtoto pia, na ndo ambaye mara zote kwenye kundi lao amekuwa mama ushauri kwa ushauri hao wengine. Ana majanga yake pia, lakini hayo utakuja kuyafahamu baadaye. Tusogee kidogo. Mwisho kabisa kwenye kundi lao yuko ubidada wa kuitwa Ama. Huyu sasa ndo mpole kweli kweli kwenye hili kundi lao, and she's so innocent, lakini yeye pia kwenye maisha yake ya mahusiano hajawahi kuwa sawa. Na ni kama anaona wanaume wote wamchukuri serious kwa sababu vile ambavyo anaonekana ni kibonge hivi mwepesi kama wheat, lakini kasura kake chabichabi kama shish ni mzuri, lakini ndo hivyo tu vitu vikawa vinagoma kwenda sawa kwenye maisha yake. Sasa baada ya kuwajua hawa wote, tuzame ndani sasa kwenye mzigo. Star kama kawaida ni Temiola aka Temi. So as I said mwanzo, ubidada kutokana na bilinge nyingi sana kwenye maisha yake ya mahusiano aliamua ku give up na ataki mapenzi kabisa, akamejikita kuwa biza kwenye kazi. Sasa siku moja anakutana na huyu mwamba wa kuitwa Nkule, na ndo hapo bibi akaanza kujikuta walinzi aliowaweka kwenye geti la moyo wake kuulinda wakaanza kusinzia lindoni, ila ndo hivyo akawa amekaza, na jamaa ndo hivyo alikuwa amekuja hapa kufuatilia issue zake za kisheria, na ndo akawa amekabidhiwa ubidada aweze kumhudumia, na ndo hivyo jamaa akaanza kujihubafai pale. Lakini bibi kumbuka, ndo hivyo mambo za kimapenzi huwa zinamfanya jisikie vibaya, jisikie kutapika, so ile mwamba akashangaa, huu vipi? Bibi ndo hivyo akawasha gari, miguu akateleza. Baadaye Temi anakutana na ile geng yake kama kawaida, na umbea ulikuwa ushawafikia. Wakaanza kumind Temi na kumwambia, wewe unawezaje kumkataa mwanaume mzuri kama yule, handsome kabisa? Ndo bibi akashangaa, nyemejuaje hii story? Ndo Aisha sasa kama mwambia kwamba yule mwamba anafahamiana na mume wake, so alikuwa amemcheki mume wake kujua kama anafahamu taarifa kumhusu Temi kwa sababu Temi ni rafiki wa Aisha. Ndo Temi akashangaa. Sasa kumbe hawa tayari walikuwa washaenda kwenye peji ya yule mwamba kuweza kumpitia, na ndo akazidi kumtia ndimu mwenzao kuwa asimkatae kwa sababu mwamba ni mtu na nusu. Lakini Temi ndo hivyo, roho yake ilishakata tamaa kabisa kuhusiana na mahusiano na hakuwa amestuka, lakini Aisha ni mama ushauri ujue, akaenda kumfunda pale, na ndo Nkemi pia naye akamekazia akamwambia Temi, kama umtaki niachie mimi. Namjua huyu Nkemi atamla paka mifupa. Basi ndo hivyo akacheka pale, siku kaisha. Sasa leo Temi akiwa kwenye shughuli zake anapokea mwaliko wa kuenda gathering moja hivi ya masuala ya haki za kisheria. Akamepokea ile barua ya mwaliko na akajiandaa ili aweze kwenda. Kufika akatambulishwa pale, na baada ya kuketi anamuona yule mwamba sasa Nkule, ambaye jana alikutana naye mahakamani na wakametamaniana. Sasa kumbe yule mwamba yuko hapa pia, na ule mwaliko pia kwenda pale. Mwamba alikuwa amependekeza kwamba bibi aweze kuitwa waweze kumjoin ili tu aweze kumshuhudia kwa ukaribu. Ndo Temi akamtazama mwamba akasema wewe, na ndo mwamba sana akajikuta ni Luka wa Jua Kali kwenye skripti za Ramata. Sasa wakawa wanataka kukutana hapo hapo mara kwa mara kwa muda mrefu kiasi, na baada muda wakajikuta penzini bana, na Temi ndo hivyo akatupa shit chini na mwamba akaukalisha mzigo juu, wakaanza kukisika tu na maisha mapya ya mapenzi kati yao yakaanza. Sasa sijui ndugu yetu walipewa vya pwani tu mpaka vya buza. Haikuchukua muda bana, akamemchumbia bibie, goti zito likapigwa na sauti will you marry me, na akatai nini bidada zaidi ya kutoa yes kwa herufi kubwa. Kazi ikabaki kutafuta ukumbi wa harusi na mapambo, maana tayari MC ni Garabi, Garasi, Garami, Garavi. Bam!
Sasa baada ya muda kukaa bila kukutana, leo gang imekutana bana nyumbani kwa Aisha, na kila mmoja kanatoa ripoti kinachoendelea katika mbanga zake za kutafuta mahusiano mapya. Still ngoma kwa Mkemi ikawa ngumu vile vile. Amezurura lakini bado hajapata ile perfect match. Ule bonge wetu pia Bi Ama naye shughuli imekuwa ngumu. Amejaribu kukutana na watu kadhaa wamempatia raha, lakini bado hajakutana na yule mtu ambaye moyo wake Brithia. Kwa upande wa Aisha yuko ndoani ujue, na vitu kadhaa naye pia, lakini bado mambo yake yako poa. Kwa upande wa mrembo wetu Temi, yeye ndio hivyo, mambo yameanza kunoga kati yake na Nkule. Sasa leo bibi akiwa kwenye maandalizi ya mwisho wa harusi yake bana, akiwa hapa kuna kitu anakiona kinamstua. Anamwona ex wake yule Ayo ambaye alimuumiza kipindi cha nyuma na akamkimbilia Ulaya. Kumbe bana Mwamba amerudi tena Nigeria, anakaribia kufunga ndoa, na ndo hapa anamuona na binti moja ambaye huyu binti alikutana naye siku moja tu nyuma akiwa kwenye sehemu moja hivi ya maandalizi pia ya ndoa, na baada ya kufahamiana kugundua kwamba wote hao wawili ndoa yao ni siku moja. So hakujua anaolewa na nani. Leo hii ndio kugundua kwamba yule binti ambaye aliungana naye urafiki siku moja tu nyuma, kumbe anaolewa na Ayo ni ex wake, na ndio ex wake yule ambaye anamkubali. Basi bado hivyo Temi kabidi jifiche, hakutaka aonekane, na akawa sana wasikiliza jinsi ambavyo hawa wawili wanahubaiana pale. Sasa ile akae vizuri endelee kusikiliza umbea, asiangushe hii kitu bana. Ikavunjika hadi wale pia kwa mistuka, naye akaona hapa nimeumbuka, pa ukimbilia hana, ikabidi kujivuta, weka kujituliza, na hawa akawa wamefika wamemuona. Sasa ndo wale kufika, Mwamba anamuona Temi ex wake, akasema Temi. So ndo hivyo dada kama mchangamkia sana Temi bila kujua kwamba Temi ni ex wa mwanaume wake. Patamu hapo. Sasa kwa sababu Ayo alimuita kwa jina huyu Temi, ndo hivyo ikabidi dada pia aweze kuuliza pale kwamba nyinyi wawili mnafahamiana. Mwamba naye ikabidi tupe swali faster, akamwambia nyinyi pia mnajuana? Ndo huyu akasema bana, sisi wawili tukutana jana kwenye maandalizi yetu ya sherehe kwenye kutafuta designer. Wewe pia vipi, unajuana na huyu mtu? Ndo hawa sasa kaanza kujishikashika pale, wakajivuta huku na kule. Bidada akaanza kuhisi hapa kuna kitu. Dakika za jioni alikuja kuokoa hii kitu, na bidada hapa ambaye alikuja kutaka malipo yake kwa uharibifu ambao alikuwa amefanya Temi pale ndani. Ndio Mwamba akasema basi yeye atalipia, lakini Temi akagoma, akasema atalipa yeye mwenyewe. Akawasha fito zake akateleza. Sasa umbea ukaitwa tena kwenye gang bana kama kawaida, na hawa kwa maindi kinoma Temi kumwambia kwamba asije akamrudisha tena Ayo kwenye maisha yake au kulala naye, kwa sababu anamjua ni mtu ambaye kamuumiza sana huyu Temi, na amekuwa anarudi na kuondoka kama ambavyo yeye anajisikia. Akasema raundi hii usikubali kumrudia, kwa sababu tayari uko na mpenzi wako, na sio kampoteza huyu Nkule kama ambavyo ulimpoteza ule Mwamba wa mwanzo. So ndo hivyo Temi akasema sasa hivi ule Mwamba hana pa kuingilia, so yeye atakaza. Haya, sasa Mwamba yuko safari leo na bibie still yuko Lagos, Nigeria, na wakawa wanaongea kwa video call zile miss tu. So Mwamba akamtaka bidada apunguze viwalo, aone masapta, na bibie hakuwa mchoyo. Kwanza akaanza kutoa kipa, na Mwamba naye akaliseti toyo ili wakigusa tu wameweka, na bibie akaswipe sweta na mkeka ukachanika baada ya kusikia hodi. Wait, na anaharibu shughuli. Asa bibie akaenda kufungua na akakuta bi mkubwa wake bana. Mama akashangaa, hizi ndo nguo mnazofaa huku Sinza? Bidada akamuuliza, mama mbona ghafla tena? Mama akasema, mwenye bomba akai foleni mwanangu, na mwenye ngoma akai chini, lazima ufunge kibwebwe uoneshe mbwembwe. So amekuja kuona maandalizi ya ndoa ya binti yake. Sasa kule ndani Mwamba akazidi kutia kasi, akijua bibia anarudi kuweza kuendelea pale movie ilipoishia. Kumbe huku nje bidada anaendelea kupambana na bi mkubwa asiingie ndani, lakini mama ndo hivyo akagoma, na tena akasema amekuja na zawadi kabisa ambazo ametoka nazo nyumbani kwake. Temi akafurahi na akasahau kwamba ndani Mwamba akamwachaje. Sasa ndugu yetu huko kazidi kuchojoa kabisa, na huku pia mama naye ndo huyo anaingia ndani ile kutazama kwenye TV. Mama akapiga kelele kinoma, nye watoto mambo gani haya? Temi akamekimbilia limoti, na mama yake jinsi alivyombea analalamika, lakini kwa chini anapiga jicho anachungulia. Ndo Mwamba ikabidi afunge laptop kwa haraka, na Temi ikabidi amwombe radhi mama yake kifumbi. Sasa Nkule ndo hivyo yuko safari ujue, bibi anaendelea na kazi, lakini baada ya kumwaza Mkule mpenzi wake, anajikuta na mwaza ex wake Ayo, na namna alivyokutana naye, na kuhusu pia swala pia la yeye huyu ex wake kuelekea kuoana ule binti, ikawa pia kama imemuuma, na baya zaidi wanaoana siku moja na siku ambayo yeye ndo anafunga ndoa na Nkule. Sasa akiwa hapo ofisini, bosi wake anamwagiza Temi kwamba atakiwa kusafiri kwenda Abuja kikazi, na hapo Temi akastuka kwa sababu huko Abuja ndiko aliko ex wake ambaye kafikia yule bwana Ayo, na kwa sababu yeye anajijua kuwa akienda tu huko Abuja ataweza kuzuia hisia zake dhidi ya Ayo, so ikabidi agome, lakini bosi akasitiza kwamba hana mtu kumpeleka zaidi ya yeye, so inabidi aende Abuja. Haya, safari tu Abuja, na bibi ndio hivyo akafika tu Abuja kilanga huyo nyumbani kwa ex wake, akawa nje pale ameenda kumchungulia aweze kumuona, na Mwamba ndio hivyo alikuwa anaongea na simu na geti imeacha wazi, so akawa anaonekana. Baada ya muda saa Ayo akahisi kama kuna mtu nje anamchungulia, ikabidi aweze kwenda kuona ni nani. Bidada naye huko akawa amezinguana na mtu wake wa Uber, akamegoma kuondoa gari.
Mwamba huyo akamefika na akagundua kwamba ni bibie ambaye anamchungulia. Kama bibie, hebu toka tuweze kuzungumza. What a shame. Basi wakachukuana hawa hadi mahala hapa kuweza kupata lunch pamoja, na jamaa alikuwa anajua kabisa kwamba ubidada hawezi kumwacha hata olewe na chief. Ndio ukweli ulivyo. Temi alikuwa hana namna ya kuweza kumove on kwa maisha yake. Kila anapomwona huyu jamaa alikuwa bado anaweza kurudisha majeshi nyuma. Alikuwa anampenda sana huyu mwamba wa kuitwa Ayo. Asa kumbuka hao wote wawili wanaelekea kufunga ndoa hivi karibuni na wapenzi wao ujue. Lakini wakajikuta tena wanaanza kukumbushia mambo yao ya nyuma. Lakini ndio hivyo akaanza kujikuta baada ya kukumbushia na mambo yao ya nyuma kama hisia pia zimeanza kurudi. Basi bana ndio hivyo, baada ya muda Temi akaanza kusepa, mwamba akamshika, akamvuta, wakaangaliana na mwamba akamwambia namba yake ni ile ile hajabadili, so akimhitaji tu afute haya. Crossroad. Bibia kufika nyumbani akawaza, akaona bana kama noma na benoma, akamvutia waya mwamba na kuweza kuzungumza naye na mzungumza ex wake Ayo. Wakaongea kwa muda kweli kweli na bibia akasahau kabisa kuwa amechumbiwa na ndoa ni hivi karibuni. Sasa leo bibia amemkia hapa kwa ajili ya kuweza kujaribisha gano lake la harusi yake na Nkule. Lakini akiwa hapa bwana anajaribu mara mwamba huyo hapa Ayo again. Bibia akamwambia umefuata nini hapa? Nishakwambia hatakiwi kabisa kuweza kuonana mimi na wewe. Lakini mwamba kujikuta Haji ya damu wa Bongo Movie akaita mapenzi mengi pale na kumwambia kuwa yuko tayari kumwacha mwanamke wake ule na ndoa ifungwe ili aweze kuoana na ubibie, kwa sababu yeye pia ameshindwa kumove on. Ndo Temi akashangaa kuona ubaba vipi? Kumbuka wote wawili wana chumba wao na ndoa inakaribia. Hasa kwa sababu mwamba alikuwa anajua maeneo kumpiga ubibie na kumlainisha, akazidisha humo. Na ndo hivyo bibie akajikuta mawazo kapeleka mbali Goba, akumbato likawa muhari Zoba na mpenzi wake fimbo ya mbali Kiroba. Cha dhambi hizi kikawa kinamzidia. Asa kuepusha shida akaamua kutoka na kukimbia ili aweze kulikimbia pepo hili, maana kuendelea kubaki hapa aliona kabisa nazidiwa kwa huyu mwamba. Patam. Sasa leo Nkule anarudi home bana baada ya kuwa nje kwa kipindi cha muda mrefu kidogo, na akawa na hamu sana mwanamke wake, lakini moyoni Temi hisia kuwa nazo kabisa kwa mwamba. Basi bibia anaamua kukaa chini na kumwambia mwamba aweze kuzungumza jambo. Na cha kushangaza bibia anavua pete na kuitoa. Mwamba kaisa labda kwa sababu yeye amekuwa na safiri kila mara, lakini bibia akamwambia hapana, ni kwa sababu yangu mimi wala sio wewe. Asa kumbe bana ile siku bibia aliweza kumkimbia Ayo kwenye sehemu ya kujaribishia nguo ya harusi, Ayo kumbe alimfuata nyuma bana. Na kufika nyumbani akamgusa huko na kule, akishinda kujizuia akampa mzigo. Sasa ndo akamwambia Nkule hapa hatokubali kuendelea na mahusiano na ndoa pia, kwa sababu kosea sana Nkule kwa kuweza kulala na Ayo bila yeye mwenye kupenda. Ingawa mwamba alimuumiza sana, lakini akasema yuko tayari pia kuendelea na ubibie mpaka waoane na atamsamehe ili kosa, lakini wasiachane. Lakini kwa bibie hili alikumwingia akilini kabisa, bado mawazo yake yalikuwa yapo kwa Ayo, yani afe kipa afe beki hapa. Alikuwa hataki shughuli ya mpira huu dakika 90 zisifike. So ndo hivyo bana, bibie akarudi kwa Ayo mazima. Mama yake baada ya kujua alimind sana, aliongea naye sana. Mtoto wao ndo hivyo kishaamua. Alisema kabisa kama moyo wake na mapenzi yake huwa hawezi kujizuia mbele ya Ayo. So kule kosa yale ambayo aliyakule dhidi ya mwanaume yule ambaye alifariki pia kwa sababu ya huyu leo Nkule, yanamkuta yale ambayo alimkuta ubibie kwa ule mwamba. Asa siku kupita Nkule akamwomba ubibie aweze kukutana sehemu, na baada ya kukutana Nkule anasema hakuna haja wewe kuweza kubaki na ipete ambayo alimpatia ubibie kwa nia nzuri tu ya kuchumbia na kumwoa. Akasema bora mrudishie. Yeye kama kusafiri kwenda kuishi Ulaya, hatobaki tena Nigeria, kwa sababu hawezi kushuhudia mwanamke anampenda akaolewa na mtu mwingine, kwa sababu alikuwa anampenda sana ubibie. So ndo hivyo kama movie hivi jamaa akamwacha ubibie na kuamua kusepa. Kwa bibie pia akili yake yote ilikuwa ni kwa Ayo. Sasa leo akiwa nyumbani kwake nasikia hodi bana kufungua, kumbe yule mchumba wake Ayo amekuja, yule ambaye ilibidi waoane yule. Bibi akamwangalia sana ubinti akasema kumbe hata siku ile uliniigizia tu pale kujifanya kama ujuana na mume wangu, kumbe mnajuana na mbaya pia ndo hivyo umenivunjia ndoa na olewa wewe, lakini family lie na huu mzigo hapa mkabidhi mwanaume wako atakaporudi. Akampatia bahasha. Bibi kuingia ndani kuitazama ile bahasha kufungua na kuta kwamba kumbe Ayo alishampatia ujauzito bibie. Tayari mimba ni kubwa tu. So technically kati yao hakutokuwa na kuachana. Sasa huka wa msala na ile wakawa wamekutana wote ile timu gang na wote hii kuna jinsi ambavyo wamemesa up kwenye maisha yao. Kwanza Aisha hapigi tena story na Nkemi kwa sababu hawa wawili kuna vitu viliendelea hapa nyuma. Nkemi aliwahi kuunganishwa kwenye mchongo na huyu Aisha, lakini kumbe Aisha alikuwa anataka kuficha siri kupitia huyu Nkemi. Walisafiri kwenda abroad, lakini kumbe alipokuwa amesafiri kwenda abroad kule, Aisha alikuwa na mpango kwenda kufunga kizazi kwa sababu mwanaume wake alikuwa anataka kuongeza mtoto wa pili na huyu na watatu na kuendelea, wakati yeye hakuwa anataka kuongeza mtoto. So siri akamsafiri na Nkemi kwa kumtumia tu, kumbe alikuwa amesafiri sio for pressure wala kazi, alikuwa amesafiri kwa ajili ya kwenda kufunga ujauzito. Na bahati mbaya tena sasa upande huyu Nkemi naye alikuwa anataka kuweza
asili mtoto kuweza kumfanya kuwa mtoto wake, alafu Aisha kama ametea ugumu kwa sababu anaamini kwamba huyu ni bachelor na hawezi hayo maisha. So Mkemi akawa mind, naye pia akaambia mimi nitakuchomea kwa mwanaume wako kwamba wewe umeenda kufunga ujauzito wakati ndoa yako iko vizuri, mume wako anakupenda, alafu umeleta mazengao. So kama zinguana. Na kweli Mkemi akawa ameenda kumwambia mwanaume wa Aisha kile ambacho amekifanya Aisha abroad, na mume wake kama mind na kampatia talaka, kaenda kuoa wanawake wengine. So naye pia Aisha ndoa akawa ameikosa. Upande wa maisha yao akawa amemess up. Kumbuka kwamba ni after 30, zaidi ya miaka 30, lakini bado kuna vitu viko sawa kwenye maisha yao. Leo hii sasa bidada akafanya maamuzi, akaona ni bora mwache hayo aweze kumrudia Nkule. Akaandika barua ndefu kwenda kwa hayo, kisha akaamua kusafiri kwenda abroad kuweza kumrudia Nkule, mwanaume ambaye anahisi kama alimkosea sana. Na hii ndio sini ya mwisho kabisa kwenye movie ambapo wamekutana sasa yeye na Nkule wakiwa Ulaya muomba radhi na mapenzi yao yaweze kurejea. Unamfahamu Nkule, napenda ubibie, atakataa basi. So movie yetu pia inaweza kuishia hapa. Dada ameweza kurudiana na Nkule, lakini wale wengine shughuli zao zimeweza kuishia vibaya. Movie inaitwa After 30, yani baada ya miaka 30, bilinge za kina dada katika kutafuta penzi lao lilo sahihi, na kila mmoja akajikuta amemesa pahala. Muonaje huo mzigo? Niambie kwenye comment. Mimi naitwa Rahul. Shukrani kwa